Habarini za saizi mabibi na mabwana na wanaafrika wote kokote mliko ulimwenguni. Ni matumaini yangu wazima wa afya, na mimi binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu mzima wa afya kaniamsha salama katika siku ya leo hadhimu kabisa. Ndugu zangu, leo clip yangu itakwenda kuzungumzia upande wa mitume na manabii. Clip yangu ya leo itakwenda kuzungumzia upande wa mitume na manabii. Ninapozungumzia upande wa mitume na manabii nikiwa na maana ya kwamba kumekuwa na kasumba sasa hivi, kumekuwa na kasumba au tabia ya manabii na mitume wengi kuweza kuzungumzia idara ya waganga kwenye madhabahu yao. Kumekuwa na tabia ama kasumba ya mitume na manabii kuweza kuzungumzia habari ya waganga kwenye madhabahu yao. Hiki ni kitu ambacho kimsingi kinakuwa sio kitu kizuri sana, na labda tu niwakumbushe kitu kimoja. Mitume na manabii katika dini ya Kikristo, sisi ni wajenzi wa nyumba moja. Sisi ni wajenzi wa nyumba moja. Waganga wa tiba asili, waganga wa mitishamba, pamoja na mitume na manabii ni wajenzi wa nyumba moja, ndugu zangu. Sasa kama ni wajenzi wa nyumba moja, iweje tuweze kugombea fito? Kwa nini tunagombea miti hali ya kuwa tunajenga nyumba moja? Nazungumza haya nikiwa na ushahidi kwa baadhi ya makanisa mbalimbali, ambapo unaweza ukakuta mtume yuko kwenye madhabahu yake anakwenda kuzungumzia waumini wake habari za kuwakataza kwenda kwa waganga. Sijui uganga ni ushirikina, uganga ni uchawi, hamtakiwi kwenda kwa waganga. Maneno mengi ambayo yanasemwa na mitume na manabii dhidi ya sisi waganga wa tiba za asili ni kitu ambacho kimsingi kinatuumiza kwa sababu sisi ni wanadamu, na hizi karama tumepewa si kwa uwezo wetu isipokuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini nataka niwakumbushe kitu kimoja kwamba kama labda pengine hamfahamu, sisi waganga mara nyingi tupo kwa ajili ya kuweza kusimamia, kuwapambania Waafrika wote kokote waliko ulimwenguni katika upande wa kuwakwamua na changamoto zinazotokana na mambo ya kishirikina na uchawi. Mtu anakuja katupiwa mapepo, anakuja kwa mganga katolewa wale mapepo, labda wamerudi kwa mtu aliyomtupia. Kuna ubaya? Wewe akija kanisani, muumini wako amekuja kanisani kwa lengo la kuweza kusaidika kulingana na maradhi aliyokuwa nayo. Tunaona watu wanaangushwa tu makanisani, wanaangushwa mapepo shari, wale wanatimuliwa pale. Sasa kuna utofauti gani baina ya mimi mganga wa tiba za asili pamoja na we mtume au nabii unaokwenda kuwaangusha makanisani na kuweza kuwatoa mapepo? Na kwa nini unatumia muda wako mwingi wewe nabii kuweza kumzungumzia mganga kwamba ni ushirikina? Na ndio maana huwa nasema kitu kimoja, nasemaga hivi, na hili katika takwimu ya wasomi walio wengi wanalijua, kwamba dini za kigeni zimechangia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuuangusha Uafrika, kuweza kuangusha asili ya Mwafrika. Kwa sababu tunapozungumzia mganga wa tiba asili, mganga wa kiutamaduni, tunakwenda kuzungumzia kacha. Na tukienda kuzungumzia kacha huku, kwanza ikumbukwe mganga wa tiba za asili na utamaduni ni vitu ambavyo ni vinasaba hivi. Tunapozungumzia uganga wa tiba asili na utamaduni, hivi ni vitu viwili ambavyo tunasema ni vinasaba, yaani mtu na mjomba wake. Ni vitu ambavyo vinakwenda kushabiana, kwa sababu asilimia karibu 80 ya mambo anayoyafanya mganga ni mambo ya kiutamaduni. Sasa kitendo cha wewe nabii na mtume kuweza kuzungumzia uganga ni mbaya, sijui uchawi na nini, ni njia mojawapo ya kuweza kufanikisha kuididimiza asili yetu kwa kiasi kikubwa sana. Hilo nataka mfahamu hivyo. Na ndio maana tunasema dini za kigeni zimechangia kiasi kikubwa kuweza kudidimiza uwezo mkubwa wa Mwafrika kupitia hayo maneno ambayo yanahubiriwa kwenye madhabahu.
Hili ni tatizo ambalo ni tatizo kubwa sana, kimsingi hatuwezi kulifumbia macho. Kuna mambo mengi ya msingi ambayo unaweza ukawa upo kwenye madhabahu yako, unawaeleza waumini wako wape chakula cha kiroho, lakini sio kuzungumzia habari za uganga. Haya yamesemwa kwa muda mrefu sana, tulikaa kimya, lakini leo tumeamua kuweza kuzungumza. Mnatukosea. Sisi ni wajenzi wa nyumba moja. Napozungumzia sisi ni wajenzi wa nyumba moja, mnafahamu kabisa kwamba sisi ni wajenzi wa nyumba moja. Wai wenzetu, mnapokuwa kwenye madhabahu yenu, kauli zenu nyingi ni za kuweza kuponda uganga. Sababu ni nini? Mahubiri yenu mengi yanakuwa ni ya kuweza kutukana uganga, na ikumbuke uganga ni asili ya Mwafrika, asili ya mtu mweusi. Sasa pindi unapotumia muda wako mwingi kukandamiza uganga, kuona ni uchawi, ushirikina, sijui nini, jamani, mnachangia kwa kiasi kikubwa kushusha teknolojia ya Mwafrika kwa kiasi kikubwa sana. Hilo napenda muweze kulifahamu hivyo. Mnatumia nguvu kubwa kuchangia kuweza kuishusha Afrika. Kuna mambo mengi sana ya kuzungumzia mnapokuwa kwenye madhabahu na waumini, lakini si lazima uweze na hata kama utamzungumzia mganga, basi mseme kwa mazuri, sio mabaya. Nasema haya kwa sababu, ndugu zangu, kwanza mkumbuke, tukisema tuweze kuzungumza na sisi, tusimame tuseme dhidi ya maaskofu, wachungaji, mitume na manabii hao tunaowazungumza, tukisema na sisi waganga sasa tumechoka, wameamua kumwaga ugali, acha tumwage mboga, hakuna waumini watakuja kwenye makanisa yenu. Hilo nawahakikishia. Hakuna waumini wowote mtakaowapata kwenye makanisa yenu. Kwa bahati nzuri tunafanya kazi kwa weledi. Kazi hizi za tiba asili tunazifanya kwa weledi na sheria, kanuni na taratibu. Miongoni mwa sifa mojawapo ya daktari wa tiba asili ni kuficha siri ya mgonjwa wake au mhitaji wake. Na ndio maana mara nyingi huwa tukiona nyinyi mko kwenye madhabahu mnazungumzia habari ya waganga wa mitishamba ambao nyinyi mnawaita waganga wa kienyeji. Umenielewa? Ambapo kimsingi sipendi sana jina hilo litumike, waganga wa kienyeji, kwa sababu waganga wa kienyeji ni kitu cha kufanya mambo hovyo hovyo, ndio kienyeji. Sipendi kutumia hiyo kitu. Mnapokuwa huko mnawahubiria vitu kama hivyo, tumekaa kimya, lakini sisi hata siku moja hatujawahi kufikiria siku moja labda tuite place tuanze kuzungumzia mabaya ya mitume na manabii, hata siku moja, kwa sababu tunajua na tunafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Siri za kazi zetu tunazifahamu. Leo hii tuanze kusimama tuanze kuzungumzia habari ya kwamba nabii fulani anakuja ofisini kwa madaktari wa tiba asili, nabii fulani anakuja kupata nguvu za kiroho, labda fulani, inakuwa haipendezi. Na ndio maana unaona tunatumia muda mwingi sana kukaa kimya kwa sababu ya maadili ya kazi zetu. Tunakaa kimya kwa sababu ya maadili ya kazi zetu. Wai nyinyi mnakuwa mstari wa mbele kuweza kuwasema vibaya waganga? Kwa nini? Narudia tena, endapo kama tutasema tuunganishe nguvu waganga wa East Africa, kila nchi atoke mganga mmoja tu, tukutane Dar es Salaam, tuite clue ya vyombo vya habari vya nchi nzima kwa gharama yoyote, tuzungumze hao mitume na manabii ambao mnawaona ni wakubwa katika mataifa tofauti tofauti, tumwage ushuhuda wao hapo, nguvu wanazozitumia wanazitoa wapi? Hakuna waumini watakaokanyaga kwenye makanisa yenu. Hakuna. Na uhakikishia hakuna. Lakini hatutaki tufike huko, kwa sababu sisi ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja. Tunajenga nyumba moja. Why tugombee miti? Kwa nini tugombee miti? Tunaamua kukaa kimya kwa sababu ya maadili na kanuni ya shughuli zetu. Na mnapowasemea waumini wenu kwenye madhabahu masuala ya waganga wabaya, na ndio maana unakuta jamii kubwa ya Waafrika unakuta wanawachukia sana waganga. Mtu akienda kwa mganga wanamchukia sana, wanamuita mshirikina, kwa sababu ya mafundisho yenu ya kwenye madhabahu. Je, na sisi ndugu zangu
tukiamua tuanze kutema nyongo kwamba mnakuja kwenye madhabahu yetu huku kutaka nguvu za kiroho, kuna waumini watafika kanisani kwenu? Hilo ndo swali ambalo mimi naliuliza leo. Sasa mimi nasema kitu kimoja, toweni neno, acheni maneno. Mnapokuwa kwenye madhabahu yenu, toa neno, acha maneno, acheni maneno kabisa. Mnaposimama na maneno mabaya kwetu sisi, tusemeni kwa mazuri. Kwani kuna ubaya mkitusema kwa mazuri? Tunashukuru. Nasema haya leo isionekane kwamba mimi ni mpinga dini, mpinga labda Kristo, napinga dini, nakataa dini za kigeni. Hapana. Dini za kigeni zimechangia kwa kiasi kikubwa kushusha nguvu ya asili, kushusha tamaduni za mtu mweusi. Nawaambia ukweli, zimetumia muda mwingi sana kushusha nguvu za mtu mweusi, dini za kigeni. Tunashukuru kwa dini za kigeni, zimetufanya kuwa wastaarabu. Tunazishukuru dini za kigeni kuweza kuenea kwa sababu zimetufanya tu kuwa wastaarabu, kustaarabika. Bila hizo pengine tungekuwa tunapandana tu, mama na mtoto tunalala, mtu na mdogo wake wanazaa, mama na mwanae wanazaa. Lakini dini za kigeni na kiliwazi zimechangia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kutustaarabisha. Hilo tu, lakini zimechangia pia kwa kiasi kikubwa kuweza kudidimiza ukuu wa Mwafrika kwa sababu ya mahubiri yanayohubiriwa kwenye madhabahu. Sasa tusifike huko kabisa. Kama mmemwaga mbugali kwa muda mwingi sana, sisi tukisema tusimame waganga wa tiba asili tumwage mboga, hakuna mtu atakula, wote tutabaki na njaa, wote tutabaki na njaa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimeona niwakumbushe tu leo, punguzeni maneno, toweni neno. Punguzeni neno, toweni neno, chakula cha kiroho kwa waumini wenu, ili tuendelee kwenda sawa. Lakini mkiendelea kusimamia tu uganga ni uchawi, na kemea Jesus kwa nguvu za giza, sijui nini, navunja uganga wote. Wewe unaweza kuvunja uganga huu ambao leo umekupa nguvu ya kusimama na kuitwa pastor fulani na kuitwa nabii fulani, leo huo unakwenda kuukanyaga. Najua wapo watakayekuja na kupinga, lakini tutakuja na ushahidi mezani. Hiyo ndio itakuwa balaa. Hatutaki tufike huko. Narudia tena, sisi ni wajenzi wa nyumba moja, haina sababu ya kugombea vitu. Sina mengi kwa leo, naomba kuishia hapo. Asanteni, tukutane katika vipindi vingine. Kama una lolote ambalo unahisi kwamba niliyoyazungumza hayana ukweli wowote, lete ushahidi, nitakuja na ushahidi mezani. Hapo ndo tutakapofunga stori hii. Asanteni kwa leo, niwatakie siku njema.